ndogo, because this is a history ambayo tutaikumbuka. Kama vile tunakumbuka palikuwa hema, sasa hakuna hema. Bwana apewe sifa. Na tunasonga tu, tunaendelea. Jina la Bwana litukuzwe. Tulikuwa wapangaji, sasa sio wapangaji. Hiyo ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Tunampa Mungu utukufu kwa kuwa sasa hii ardhi imewekwa wakfu na ikapeana mikononi mwa Bwana, ni mahala pa kanisa na madhabahu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni pole tunasonga tukisonga. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kwa hivyo hata kuna siku Sunday moja kabla tubomoe, tutasoma vitu vingine vikiwa kwa pamoja. Haleluya. Lakini tuko hapa kwa ofisi. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo mambo zako tunaendelea kupanuka. Amen. Tunaendelea kupanuka kwa utukufu wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilikutana na mtume akaniambia na mzigo wa Afrika. Nikamwambia umefika mahali ambapo panastahili. Kwa kuwa sisi tuna mzigo wa Afrika. Africa must be saved for Jesus. Hallelujah. Apostle, Afrika tutaiubiri. Amen. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa tuna ule mzigo wa kuhubiri injili wakati wowote ule, wa kukubalika na sio wa kukubalika. In season and out of season, we are ready to preach the gospel. Na hiyo ndio kusudi kubwa ya kujazwa Roho Mtakatifu. Amen. Hiyo ndio kusudi kubwa. Tuwe wana wa Mungu. Number 2, hallelujah, atuongoze tuweze kuwa mashahidi wa Kristo Yesu. You shall be my witnesses. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu tunafanyika mashahidi wa kuweza kushuhudia huyo Kristo Yesu. So every one of us, every believer, uliye na Roho Mtakatifu you are a witness. Wewe ni shahidi. Hallelujah. Ndio Paulo anasema sionei haya injili ya Bwana. Amen. So ni vizuri wiki kabla haijaisha na Kristo tunaangalia umeshuhudia watu wangapi. Na ushuhuda si kusema kwamba Bwana asifiwe sana, nilikuwa sina nauli ya kwenda na Yesu akanipatia nauli ya kwenda kazi. Asili hiyo ushuhuda. Ni ushuhuda ya Yesu anaokoa. Na wewe pia anaweza kukuokoa. Hallelujah. Na alikuja kwa ajili yetu sisi wote, mimi na wewe. Hiyo ndio ushuhuda. Tunamshuhudia Yesu kwa wale wengine. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wao waweze kuingia kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Siku ya leo, ujumbe wa siku ya leo ambao Bwana amenipa ni tafakari jinsi unavyosikia. Consider carefully how you listen. Tafakari vile unavyosikia, ama unasikia kwa njia ipi. Consider carefully how you listen. Kuna one of my relative ninampenda sana, na wakati mwingi huwa tunaongea na yeye. Wakati ambapo unaendelea kuongea na yeye, anahama katika kile ambacho mnaongea, anaenda kazi nyingine, lakini yako tu pale. Unampatia story, alafu naona ameenda, namuza ati nimesema nilikuwa nimeenda kidogo. Bwana atukuzwe. Alikuwa anasikiza na alikuwa anaitikia na anasema lakini ako wapi Kayobe? Ako wapi Baba? Haleluya. Lakini anasikia. Anasikia mpaka anaitikia vizuri kabisa. Bwana atukuzwe. Lakini amepitwa na mambo mengi. Unapokugusa namna hii, anashtuka, anarudi sasa katika conversation. Haleluya. Anakuta ya kwamba alikuwa anasema nini? Alikuwa anasema nini? So katika kusema ninasikia, na wakati maandiko yanasema kwamba aliye na sikio na asikie vile Roho anavyoambia makanisa. Haleluya. Kuna watu walio na masikio, Isaia alisema, na hawasikii. Wana macho na hawaoni. Umewahi kupitana na mtu mpaka unamgonga mabega hivi na mlikuwa mnaangalia na uso, anashuka barabara. Yeye hakuwa anakuona. Bwana atukuzwe. Kwa kuwa sio macho huwa yanaona, ni kule kutaka kuona huwa kunaona. Kule kutaka kuona. Kama unataka kuona kitu,
unafungua macho mpaka hata kama kiko juu, unainua vidole, unakanyaga na vidole vya miguu namna hii, kwa kuwa unataka kuona. Kama ni kusikia, unasikia mpaka unaambia wengine nyamazeni, because you want to hear. Haleluya. Mambo ambayo yanakuja pale katikati ya kujaribu kukuzuia usisikie, unasema punguzeni, kuna kitu nasikia. Haleluya. So take heed how you hear. Bwana tukufu. Amen. Kuna neno linaweza kunenwa hapa. Bwana asifiwe. Lakini ukiuliza watu kulienda namna gani, kuliongewa namna gani, hakumbuki. In fact hata ile prophecy ambayo imekuja hapa, kuna wengine wakumbuki. Wanakumbuka tu neno moja tu, hizo zingine zilipita. Nilifanya nini? Kama maneno mengine yalipita. Bwana atukuzwe. Sasa kwa mfano, ukaulizwa Jumapili ulikuja kanisani. Ndio. Jumapili tulikuwa na ibada. Ni nani alikuwa anaongoza? Mwingine atakumbuki ni nani. Lakini macho alimuona. Bwana atukuzwe. Nani alihubiri? Alihubiri wapi? Kitabu kipi alihubiri? Nasema ya kwamba yeye ibada ilikuwa na moto, Bwana alishuka, lakini sikumbuki ni wapi alihubiri, lakini neno hilo lilikuwa na nguvu sana. Hata Bwana alitembea pale kanisani, lakini alihubiri nini? Dalilikana. Haleluya. Hakumbuki. Yes, Jesus. Aliyetengeneza kompyuta alitengeneza kulingana na mawazo na akili zetu vile zilivyo, because baadaye itatutawala. I believe it is going to be the image of the beast, kwa kuwa inaashiriwa na njia zote zile. Bwana apewe sifa. Na sasa kompyuta, kuna wakati ambapo wacha sasa hizi za kuwepo baki ile ulikuwa kwa studio, ulikuwa wakati ambapo unafanya kazi pale, you work as you save. Bwana atukuzwe. Lakini umeme ukipotea, wakati ambapo una work, kuna kazi nyingine itapotea na kuna kazi nyingine utaipata tu hapo, hata kama uko umesave. Bwana atukuzwe. Na ile ulikuwa umesave, Bwana atukuzwe, hiyo bado itabaki. Ile ambayo uko umesave kuna itapotea na nyingine utarecover. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Kwa kuwa iliingia kwa kitu inaitwa short memory. That's why you can recover part of hiyo kazi iliyopotea. Bwana atukuzwe. Na kuna itapotea kabisa, haikuja kwa memory yoyote. That's why ukifanya control S. Bwana atukuzwe. So you keep saving. Bwana apewe sifa. Na hivyo ndivyo akili zetu ziko. The way I hear, kuna kitu ambayo inafanya control, hiyo kitu nimeishika, ni mzuri, ninataka hiyo kitu nisisahau hata kidogo. Mpaka hata unaanza kuirudia, unairudia. Kama vile tulikuwa tunatumwa dukani, uende kanunue sukari na maziwa na chumvi. Ukifika huko barabarani unaanza kucheza na watoto wengine. Baada ya kucheza na watoto wengine, unakumbuka nilikuwa naenda dukani. Sasa nilikuwa naenda kununua nini? Unajua mchezo ulikuwa mzuri mpaka kile ulituma dukani haukumbuki. Bwana apewe sifa. Unaenda unanunua mkate, sukari na chumvi na bidhaa. Kifika nyumbani unasema nani alikutuma hii? Sio ulisema ninunue hii. Na hii rudishe. Wewe unamwambia ni sukari na chumvi. Bwana atukuzwe. Kwa kuwa alipoteza memory. How do you hear? Tunaposikia mambo, tukutane na mambo mengine, tutaweza kumaintain kile ambacho tulisikia. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni maandiko yanasema shika vema ulicho nacho, mtu yeyote asije akakunyang'anya. Bwana atukuzwe. Halafu kwa kuwa siku ya kwanza nilichapwa nikiwa mdogo, kwa kuwa nilileta the wrong thing ama nilisahau kuleta the right thing. So ukitumwa unaweza maziwa, sukari na mkate.
maziwa, sukari na mkate. Unaitoa kwa short memory, unaipeka kwa haleluya. Sasa tunafika pale kwa duka. Mama yote unasema yote. Very fast, very fast. Haleluya. Hivyo tulivyo katika utoto wetu, ndivyo ilivyo sasa hata wakati huu. That's why Joshua akaambiwa meditate upon the word of God day and night. Ukodijeti hivyo. Sukari, maziwa, mkate. Sukari, maziwa, mkate. Sukari, maziwa, mkate. Yesu ninakupenda, sina mwingine. Wewe niwe tumaini langu. Wewe unasema mpaka anakuwa tumaini. Haleluya. Mpaka anakuwa ndiye msingi wako. Mpaka nyama zako zinajua ni Yesu. Haleluya. Unasema ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Unasema mpaka anakuwa ni yeye. Haleluya. Kuuliza bado ni Yesu, ni Yesu. Bwana asifiwe. Kwa kuwa umeshasikia na hilo neno umelipenda na hilo neno haleluya umelidumisha. Amen. Sometimes tunaweka vitu katika long memory kwa ajili ya kuogopa matokeo. Nikisahau hii unaweka kwa ajili ya uoga. Ingine ni kwa kupenda, unapenda hilo jambo, unalifanya, unarudia, linakuwa part of you. Hallelujah. Kama tabia ambazo tunazo ni ukarudia mpaka kuwa part of you. Hata Yesu. So Jesus said in Luke chapter number 8 and verse 18. Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 18. Tunaweza kuwekewa pale. Nasema hivi, jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile alicho nacho. Okay, tumeenda mbele yangu. Acha nirudie. Jiangalieni basi jinsi msikiavyo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kuwa nacho. In English, take heed therefore how you hear. Mama zako, take heed how you hear. Amen. Consider carefully what you hear. Amen. Angalia vizuri unasikia namna gani. For whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Akili yako ukikosa kuizoesha kushika mambo, hata yale ulikuwa umeshika hupotea. Na mtu anasema ya kwamba sikumbuki. Kwa hivyo hata kile ambacho ulikuwa nacho unanyang'anywa. Inafanya nini? Unanyang'anywa, unasahau. Kwa kuwa yule ambaye ana kitu ataongezewa. If you want to stretch your brain, your mind, hallelujah, weka vitu huko ndani. Hata kama vile miaka yako inaendelea, if you don't get new things, you don't learn new things, hallelujah, akili yako itaenda ikipata kufunikwa. Bwana apewe sifa. Alafu hapo ndio unasikia kama mtu hakumbuki, anakuuliza na wewe ulikuwa nani? Tulikutana naye wapi? Bwana. Yaani alipata vumbi kwa akili. Kwa hana chochote ndani, hata kile kilikuwa ndani kinanyang'anywa. Hiyo ni example tunapeana ndio tuweze kuelewa. Bwana apewe sifa. I'm not just talking about this brain, I'm talking about your spirit. Hallelujah. I'm talking about the soul. Kile ambacho uko na hamu nacho sana, utakishika na utakielewa. Utakishika vizuri na utakuwa unakizungumza. Hata ukiwa swali unajibu kabisa haraka, unajibu haraka. Bwana atujuze. So we need to occupy. Ndani yetu tuwe na nyingi. Kwa kuwa hiyo nazo ataongezwa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Kile ulicho nacho unafanya nini? Unaongezwa. The more you have the word of God in you, ndio unaendelea kuongezwa neno la Mungu ndani yako.
Lakini unapoendelea kuwa tu hauna neno la Mungu, hata lile ambalo ulisikia ukaokoka, lingine linaanza kupunguzwa, linaanza kupungua, linaopungua, linaondolewa, linatoka. Bwana atukuzwe. Then you forget. Mtu ambaye alienda hivyo kiroho, akipungua ni mzee Eli. Maandiko yanasema ya kwamba hata macho yake yakawa hayaoni vizuri, taa ya hekalu ilikuwa inazimika. Bwana atukuzwe. Hakukuwa na maono wakati huo. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yanafaa kuwepo, lakini because hakuwa anaongeza, watoto wake wakifanya uovu anamwambia nyinyi chezeni tu na Mungu. Mnajua sasa vizuri, chezeni tu na Mungu. Lakini hachukui tu. Bwana atukuzwe. So akaenda akamzoea Mungu. Mungu akaona the best thing ni alete Hana hapo. Hana akakuja akiwa na shida zake. Hana akakuja akawa na mwaga moyo wake mbele za Bwana. Haleluya. Alikuwa na kitu ndani yake. Alikuwa na kitu anamwaga mbele za Mungu. Eli kwa kuwa hata hana vision, anamwambia mama, toa hiyo levi hapa. Anamwambia mimi mjakazi wako, sijalewa. Ni moyo wangu ninaumimina. Haleluya. Akaambiwa na utendeni vile unataka. Bwana atukuzwe. Na kwa kuwa ni mtu wa Mungu, akanena neno, si alikuwa na neno ndani yake. Akanenea huyu mama. Mama akapata neno. Na alipopata hilo neno, akaenda. Baada ya wakati mtoto alipozaliwa, akamleta. Na alipomleta, ikawa sasa huyu mama alipokuwa pale aliweka nadhiri, huyu mtoto ukinipatia mimi nitampeana kwako. Hakujua ya kwamba anapeanwa pale kwa kuwa kuna mtu anataka kunyang'anywa. Kile alicho nacho anataka kunyang'anywa. Unapoangalia Eli alikuwa wa kabila la Lawi, the Levites. Hallelujah. What about Samuel? Hallelujah. Babake alikuwa anaitwa nani? Elikana. Bwana atukuzwe. Alikuwa kabila gani? Alikuwa Levite? No. Hakuwa Levite. Bwana atukuzwe. Unaposoma chapter 2, chapter 1 of 1 Samuel, alikuwa Ephraimite. Bwana atukuzwe. So hawa watu wa makuhani, Mungu aliambia Musa wana wa Haruni ndio watakuwa makuhani, ambao walikuwa ni wana wa Lawi, Levites. So ilikuwa shift ya taking over. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Hebu tuangalie hiyo katika 1 Samuel chapter 1 verse 1. Tuwekea pale tuone. Aliye nacho ataongezewa, ambaye hana atanyang'anywa. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sifu, Mwefraimu, an Ephraimite. Hallelujah. He was not a Levite. Ephraim ni uzao wa Joseph. Walikuwa na Manase na Ephraim. Bwana atukuzwe. So anakuja kuchukua kwa kuwa kuna mtu ambaye hana. Na kwa kuwa hana, kile alicho nacho atanyang'anywa. Na yule ambaye anacho, kwa kuwa mama huyu amemtafuta huyu mtoto, anapewa kwa bidii. So Samuel took over from Eli na akachukua ofisi iliyokuwa na Musa. Eli alikuwa just kuhani, lakini Samuel alipokuja alichukua ofisi ya Musa. Haleluya. Akasimama. Musa alikuwa anasimamia upande wa kuhani, Musa Levite. Haleluya. Na hivyo akawa anaongoza wana wa Israeli.
Kwa kuwa kuna mtu ambaye hasikii. Hata Bwana anapotumana na kusema ya kwamba kuna hukumu. Unajua alifuatilia Samueli uliambiwa ni na Mungu. Akaambiwa kuna hukumu katika nyumba yako. Akasema na Mungu afanye vile apendavyo. Haleluya. Kuna mtu mwingine naye alileta ujumbe kama huo. Ambaye anaitwa Ahab, mtu mbaya sana. Akaambiwa yeye atakaompata na nyumba yake, akapasua mavazi yake, akavaa magunia, mpaka Mungu akatuma nabii akamwambia go and see. Angalia vile ambavyo Ahab amejinyenyekeza. Nenda umwambie mambo haya hayatakuwa katika wakati wa maisha yake. Lakini Eli anasema namna gani? Mungu afanye vile apendavyo. So yeye kwa akili zake alikuwa anafikiri ni watoto wake watapigwa. Lakini walipigwa wote. Na yeye alipopata ujumbe akaanguka na kiti na akaondoka. Akafanyika mtu tia. Haleluya. Akaenda. Bwana atukuzwe. Take heed what you see, what you hear. Angalia sana, unasikia vipi? How you hear, not what, how you hear. Bwana atukuzwe. Kuna mtu anasikianga kitu na kuuza, anasema hiyo haina shida. Na hiyo sema haina shida, inakuwa shida mpaka inamulaza hospitali, inampeleka mpaka kaburini. Na anasema kwamba hiyo haina shida. Ni nini? Nilikuwa tuna kamuti. Kidole inakuwa kubwa. Inajaribu kupeleka hospitali, daktari anasema hii mguu itakatwa. Nilikuwa kitu kadogo. Bwana atukuzwe. Bwana apewe sifa. How do you hear? Isema wana masikio na hawasikii. How do you hear? Tunasikia vipi? Aliye na sikio na asikie vile Roho anavyoambia makanisa. Sio hii kirisiva. Unajua kirisiva? Sio hiki vile kirisiva kina receive. Ni uko ndani. Vile kunapokea hilo neno. Sura hiyo mstari turudi katika kitabu chetu cha Luke chapter 8 tuende verse 5. Luka mtakatifu 8 mstari wa 5. A sower went out to sow his seeds, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. Jina la Bwana lipewe sifa. Mpanzi alienda kupanda. Alienda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizitupa, nyingine zikaanguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wakafanya nini? Wangani wakazila. Kwa hivyo mambo mawili yalitendeka kwa zile mbegu. Mpanzi alipoenda kupanda. Kuna mambo mawili yalitendeka. Kitu cha kwanza, mbegu zilikanyagwa. Kwa hivyo zikavunjika, zikawa hazina faida, zikadharauliwa. Kitu cha kukanyaga ni kudharauliwa. Bwana atukuzwe. Hizo mbegu hazikuchukuliwa, hazikupokelewa, zilidharauliwa, zikakanyagwa. Trodden. Kanyagwa kwa miguu. Bwana apewe sifa. Na mpanzi kazi yake ameshapanda, ametupa mbegu, amezitupa zile mbegu. Kitu cha pili, zile ambazo hazikukanyagwa zikapotelea chini kwa udongo, zikaliwa na ndege. Zikaliwa na ndege. Weka mstari wa 12 pale. Zikaliwa na ndege. Anzia hapo verse 11. Na huu mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni nini? Neno la Mungu. Mpanzi ni mwenye neno.
neno la Mungu. Mpanzi ni Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati ambapo anapanda zile mbegu, yeye anapanda kwa moyo mmoja, anataka mavuno. Haleluya. Na kama ni neno, lazima kuwe na sikio. Sikio la kusikia. Ndio maana basi 18 utobia tuangalie vyema tuwasikia vipi. Consider how you hear. Ametupa neno limetupwa. Lile ambalo limeenda kwa barabara. Kwa barabara ni mahali ambapo watu wanapitia. Kuna traffic nyingi sana. Kwa barabara hata kuna simu huo unapigiwa na inaimba wimbo kwa mfuko wako na hauisikii. Kwa kuwa kuna kelele za kila aina pale barabarani. Na hata ukisikia ukichukua unamwambia nitakupigia, niko wapi? Barabarani. I'll call you back. Niko barabarani. Hallelujah. Barabarani kuna mambo mengi yanaweza kuzuia usisikie neno. Usiweze kusikia kile unaambiwa. Wakati unasikiliza hiyo simu, hamuelewani, naona nitakupigia tena, unakata. Bwana atukuze. Neno la Mungu ndio mbegu. Kwa hivyo mbegu ni ya Mungu. Hili ni lile neno Yesu alimwambia Shetani, man shall not live by bread alone, but by every word. Neno lolote litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Sio wakati ambapo Mungu anazungumza, ni kupanda anapanda mbegu. Ni kupanda anapanda mbegu. Lakini barabarani kuna kelele za watu. So kelele za watu zinafanya ile mbegu isiingie mahali panapostahili, inaanguka barabarani. Alafu inakanyagwa na watu. Kukanyagwa na watu ni kupuuza neno la Mungu. Kama vile Eli alipuuza neno la Bwana. Alipuuza maagizo aliyoagizwa na Musa. Kwa kuwa walikuwa wanafuatilia maneno yaliyoagizwa na Musa ambayo Mungu alikuwa amewaagiza. Jina la Bwana litukuzwe. So yeye aliruhusu watoto wake wafanye maovu pale kanisani. Wanafanya uzinzi na uzinati kanisani. Wanaingia katika sadaka ambayo imetolewa pale, wanachukua nyama za mafuta wakikula. Wanatukuzwe. Anapuuza. So neno la Mungu ndio mbegu. Bwana apewe sifa. Mfano mstari unafuatia 12. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa lile neno. Haleluya. Mioni mwao, wasije wakafanya nini? Wakaamini, wakaokoka. Purpose ya Shetani kuondoa neno ndio usije ukasikia, nisije nikasikia, nikaokoka, ukaokoka. Bwana atukuzwe. Basi mimi nimeokoka. Haleluya. Ndio ni sawa, enrollment ya kwanza ya wokovu, lakini atakayevumilia mpaka dakika ya mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Ndio basi hiyo neno ni wale ambao hawajaokoka. Mimi nilipokea neno nikaokoka. Ukasikia kwa masikio, ukaamini kwa moyo wako, na kwa kinywa chako ukakiri, ukaokoka. Lakini bado kuna nyingine ya kukaa pale. Neno la Bwana ni dumu ndani yenu. Neno kudumu, likae hapo lisiondoke mpaka dakika ya mwisho ndio uweze kuokoka. Na Shetani hataki, ama huyu Ibilisi hataki neno lidumu. Anataka kulichukua. Achukue. Praise Jesus. Hallelujah. Kwa hivyo Yesu akasema tuangalie sana vile tunavyosikia. Kwa kuwa nisiposikia vizuri, nitakuwa moyo wangu uko katika hali hii ya barabarani, kwenye njia. Bwana atukuzwe. Wewe unakumbuka tuliambiwa watu waombe ni lazima tu mtu ashinde akiambiwa aombe. Si unajua kuomba unaweza kuomba leo, kesho huko. Hiyo ni mambo yanapaswa wachia kutuambia tu tunaomba, si tunaomba mafoko. Haleluya. Unapuuza. Haleluya. Bwana mafoko hii ni jioni gani? Bwana atukuzwe. Sasa huyu jamaa anapuuza. Hata Yesu.
Tunapuuza, mtu anapuuza. Hiyo ni example tunapeana. Bwana atukuzwe. Ni nini Bwana alikuambia na alitaka ufanye lakini haukufanya? Usiwe muogola utewa. Mungu ambaye asikii chochote. Ukiambia mtoto usifanye, alafu kanaangalia alafu kanafanya, tena unaambia usifanye, mara ya pili ukikaangalia, ya tatu ni kuwekelea mkono ama unashika masikio unafinya hivi. Kamelia. Bwana atukuzwe. Kwa kuwa hakakusikia. Lakini si alisikia ukimwambia. Lakini alisahau. Hiyo kusahau ndio ndege kuchukua. Hiyo kusahau ndio ndege kuchukua. Haleluya. Kama vile sasa wewe ukumbuki sana tulisoma wapi. Kalia ilienda. Unaona yule akijema hawakumbuki. Utaweza. Haleluya. Wengine wanajaribu kukumbuka ni ilienda na ndege. Ilienda na nini? Na ndege. Bwana atukuzwe. Wengine wanakumbuka ujumbe, lakini kumbuke alisoma wapi. Na sio ujumbe yote, ni neno moja tu nakumbuka. Mahali ambapo pasa aliongea, watu wakacheka. Hiyo nakumbuka. Anakumbuka. Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini, because faith comes by hearing and hearing by the word of God. Unapolisikia neno la Mungu unaamini, na baada ya kuamini unaokoka. Haleluya. Unaokoka. Kwenye barabara kuna signs ambazo huwa zinaitwa warning signs. Warning signs huwa zinakuambia vile uko mbele huko. Na askari hawezi kuja kukukamata kwa kuwa umekosa kutii warning signs. Kile atafanya wakati utafanya kitu pale kwenye hiyo warning sign, ndio atakwambia kwani haukuona. Bwana akubariki. Ukisema hizi ng'ombe zimepita kwa barabara, nani wale hawa wakulima wanaitwa wafugaji wanafaa kuangalia ng'ombe zao, na pamechoma ng'ombe akivuka barabara, utalipa ng'ombe yao. Unasema hapana, barabara ni ya gari, ng'ombe zikae huko, lakini kwa barabara kuna ng'ombe imechoma. Warning sign. Beware of ng'ombe zinapita vipi? Livestock zinapita pale. Bwana atukuzwe. Na neno la Mungu linapokuja ndani yetu, sometimes inatupatianga warning. Warning ni either uchukue ama upuuze. So wakati ambapo umepuuza, haleluya, neno linabebwa. Inabebwa na adui. Haleluya. Kwa Kiswahili tu, mahali ambapo tunakuanga mahali ambapo karibu na Mungu sana, ni wakati tumefika katika ile sign ile jambo mandatory sign. You must stop. Na wengine bado wana katika stop, wanarukanga wakienda. Hata Yesu. Ni kwa kuwa kuna yule ambaye anataka kuondoa neno. Yule ambaye anataka kuondoa neno. Hata pale panaambiwa kwamba usifanye hivi. Unakuta mtu anataka kufanya. Kwa kweli neno limeenda. Unakuta Wakristo tumeokoka, lakini tunafanya mambo ambayo bado ni yale ya zamani. Tumeokoka ndio, lakini maisha tunayoishi ni yale ya zamani. Huyo mtu ukimchezea atakupiga ngumi mbili na akwambia unipeleke kule unataka. Haleluya. Wanaitwa unregenerated Christians. Hawajabadilishwa. Hawajabadilika. Anaweza kukuuma na meno. Bwana atukuzwe. Hajabadilika. Neno liko pale kwa udongo, kwa barabara. Neno limeenda na ndege. Na huyo ndege tumesikia ni Ibilisi. Haleluya. Ibilisi hakulaki neno. Ibilisi anachukua neno kutoka kwako akalitupe kwa kuwa wewe hataki kufanya nini? Uamini ukaokoka. Yeye hata
akikula neno halimsaidii. Tuliona neno lake anamwambia imeandikwa, atatuma malaika zake. Alikuwa na quote the word out of context. Bwana kwa hivyo halimsaidii, lakini ananyang'anya watu. Consider carefully how you listen. Itategemea kama hiyo hilo neno litapata nafasi. Haleluya. Bwana apewe sifa. So Yesu akapeana tafsiri ya that parable. Akasema neno ni mpanzi ni Mungu na neno ni la nani? The word of God. The word of God. Haleluya. Amen. So tuambie Mungu, nimekubali kutoka barabarani. Karibu na njia. Toka karibu na njia. Haleluya. Toka karibu na njia. Mimi nilijenga nyumba karibu na njia. Bwana akubariki. Na hiyo nyumba nilijenga karibu na njia. Ilikuwa tu njia, nyumba iko hapa, njia ndio hii hapa. Ni pamoja tu kama hapa. So wale watu ambao usiku wanafanya mambo mabaya na nini, siku moja sijui walifikiriaje wakakuja hapo kwangu. So nilikuwa nawasikia walikuwa na mali fence yangu unaruka unaenda pande ile nyingine. So nilikuwa nasikia usiku wanaruka wakivuta bangi zao hapo. Wanarudi sana kwa compound yangu wanaruka. Hiyo siku tawala wewe. Tunasema wakifikiria sasa wataingia tena kwako. Ni vijana barabarani. Unasikianga tu watu wakiruka huko harufu ya bangi inaingia paka pale huko. Kwa kuwa umejenga barabara, harufu ya bangi ni neno lisilo la Mungu. Inashini kikubukia nukia. Unasema kwani kuokoka lazima ulinusa. Kwa maana unasema kwani kuokoka lazima. Haleluya. Kitoke kwa njia. Kitoke wapi? Amen. Kwa njia. Na mwisho walikuja. Wakataka kuingia na wakatoa gari yangu mpaka magurudumu. Kukaa kwa njia. Gari yako kwenda mbinguni itatolewa magurudumu. Ndio usirudi. Si wakati neno usiamini si gari imetoa magurudumu. Ndio usiende. Ilibidi tuhame. Tuache nyumba yetu tutoroke. Haleluya. Hata kama Mungu alikuwa na njia yake ya kutuhamisha kama Jona kwa kwamba tulikuwa tumekatalia hapo. Tulimezwa na samaki tukatoka. Haleluya. Mwambie mwenzako, how far are you from the road? Mimi nataka nyumba niko pale karibu na barabara. Wewe niulize. Kala yenye nyuma. Ya pili ya mara tatu. Bwana atukuzwe. Nani mwingine alikaa barabarani? Lutu alipitch hema yake akiwa ameelekea ameweka mlango wake umeelekea Sodom. Asubuhi akibrush meno anaangalia Sodom and Gomorrah. Wakati Ibrahim alikuwa intercede for Sodom and Gomorrah. Lot alikuwa wapi? Huko ndani. Alikuwa huko ndani. Hata Yesu. Amen. Twende turudi verse 30 verse ile ambayo inafuatia pale verse 6. Mstari wa 6. Some fell upon the rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. Amen. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kukumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Jina la Bwana litukuzwe. Bado Mungu anatilia neno lake. Kwa kuwa Mungu ulitazama neno lake aweze kulitimiza. Haleluya. Lakini nategemea hilo neno limeenda wapi? Hili neno nalo likaanguka katika miamba, upon the rock. Rock huwa kuna tumjanga kidogo tukotua hapo juu tumeletwa na erosion. Tumekaa juu ya mwamba. So wale watu watakao kwenda deep in the spirit. Hallelujah. Wanataka kukaa ndio wameokoka. But they can do anything. Hakuna mahali hawawezi kuenda. Bwana atukuzwe. Kwa kuwa yeye anajua ya
kwamba mradi mimi niko church, haleluya, pastor ananijua, niko kwenye vitabu vya kanisa, na hata nikifa nitazikwa vizuri. Bwana, alafu ukizikwa vizuri utakuwa wapi? Sababu siko vibaya. Na uende kuzuri. Haleluya. Badala uzikwe vizuri na uanze kwenda kuzuri. Shallow ground. Hapo ni mahali ambapo kuko na foundations ambazo you cannot break them. Ni zile za zamani, mambo ya zamani. Haleluya. Anataka kuwa kanisani na anataka kuwa katika miungu mingine. Anataka kuwa kanisani na anataka kuwa katika tamaduni zetu. Unajua hata mtu akisema ameokoka lazima abaki tu akiwa wa tamaduni zile. Kuna tamaduni ambazo, haleluya, tunaziacha wakati ambapo tunamilikiwa na Kristo Yesu. Amen. When a king conquers a territory, he comes with his culture. Yesu akija na aweze kuniingia na aweze kunishinda, he comes with his culture. Amen. Kwa hiyo kuna tamaduni ambazo nitaziweka chini. Mzungu alipokuja hapa, hatukuwa tunavaa nguo. Baba zetu walikuwa wanavaa nguo, mababu zetu za vitambaa vya nini, walikuwa wanavaa ngozi. Ni nguo ndio za ngozi. Bwana atukuzwe. Lakini mzungu akaja na culture yake. Hata leo harusi tunavaa ile ya mzungu culture. Hakuna maana tumeandikwa net. Mimi nataka kuvaa net. Itakuwa mzungu wetu kidogo. Haleluya. Ni culture ya mzungu. Nikuja nayo. Kwa hivyo nisikizeni youth. Usisumbuliwe sana na harusi hiyo imerembeka sana kama moyo wako haujarembeka. Acha moyo wako urembeke. Moyo wako uwe safi. Moyo wako uwe mtakatifu. Mwili wako uwe safi. Mwili wako uwe mtakatifu. Tukikushikanisha na hizo nguo umevaa hapa, nikuje nikushikanishe hapa ndugu na dada, niseme hawa wawili wamekuwa mume na mke hata mbinguni bila harusi kamili. Badala ya kuwa na hiyo neti mkubwa. Haleluya. Hapo umesema hiyo siwezani nayo. Kwa hivyo mimi naona mimi sitakaa katika hii harusi, hata nijipange. Please, niwaje nitakusaidia usijipange. Nikusaidie mpaka upate nyumba. Kwa jina ustahili. Kuja niulize, tutaenda aje? Nitakueleza. Amen. Ni kuwa na neno. Hilo neno liwe liko huko kwa wingi. Haleluya. Lililokuwa ndani ya Yusufu. Yusufu alikuwa na chance ya kuchukua wanaitwa nini? Sponsors. Haleluya. Akasema no. Siwezi nikamkosea Mungu wangu. Mpaka wakati wake ulifika akapata mke na akazaa watoto au ni makabila ya wana wa Israeli, wa Ephraimites. Huyo ni mmoja wa Bwana. Joseph alisimama na alisimamia huo ukweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo ugumu wa moyo tuondoe. Wakamwambia Yesu, Musa alituambia tupeane talaka. Akawaambia, Musa aliwaambia hivyo kwa ajili ya ugumu roho, kwa ajili ya ugumu mwamba wa mioyo yenu. But it was not so from the beginning. Lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Akawarudisha katika mwanzo wa kuchukua talaka. Lakini kwa ajili ya ugumu wa moyo walianza kunyauka. Haleluya. Huyu ni mtu ambaye hawezi kukomaa kiroho, hawezi kugrow kiroho. Akiendelea kugrow kiroho, anakumbuka ya kwamba kuna sherehe kwetu na ni ya harusi, na kuna sherehe kwetu na kuna watu ambao wanaleta mbuzi, wanaleta ng'ombe, wanaleta nini, na anakuwa huko ako pale katikati, anafanya matambiko ya kitamaduni na wale watu. Na akija hapa ameokoka. Mwonaje? Changanya Yesu Baba. Haleluya. Ni kiroho kiko hapa chini. Huyu mtu haendelei kiroho na mwisho atakufa. Umesikia, yananyauka. Anakufa kiroho. Watu wanasema, "Na sio jamaa alikuwa ameokoka." Alienda wapi?
neno la Mungu halikuingia. Consider carefully how you listen. How you listen. Bwana tukufu. Lutu anaambiwa toka, kimbilia milimani. That was the word of God. Kimbilia milimani. Naye anasema hapana, hapa na hapa chini kuna katown kanaitwa Zoani. Niruhusu tukimbilia huko. Na kwa kuwa choice ni yake, Mungu anaheshimu choice yako. Kwa kuwa already alitoa neno lake. But that was his choice. Hallelujah. Mungu aliona ataweza kuwa salama milimani. Naye akaona ataweza kuwa salama katika kamuji kanaitwa Zoani. Alipoteremka pale, haleluya, ndio alitengenezewa mvinyo na wasichana wake. Na story ilitokea wapi? Wa Moabi. Na wale wengine. The Moabites. Ndio Mungu alisema wa Moabi wasikaribie madhabahu yao. Haleluya. Si watoto wake ndio bibi zake walitengenezea changanya, kalogo. Bwana atukuzwe. Wakapata watoto na anaye. Lakini milimani Mungu alikuwa ameona huko atakuwa salama. Shalom ground. Rocks. Bwana atukuzwe. Shalom. Lutu alitembea sana na Abraham. Lakini hakuna mahali unasikia Lutu alitengeneza madhabahu. Isaac alikuja nyuma. Lakini unasikia Isaac anatengeneza madhabahu. Haleluya. Anamtengenezea Bwana madhabahu. Jacob mpaka anaweka kijiwe hivi na sema ni house of God. Haleluya. Sitoke Mungu moyo wangu uondoe moyo wa chini. Uweke moyo wa chini. Sijeremia sema nitaondoa moyo wa chini. Niweke moyo wa nyama. Kwa kuwa moyo wa chini hauwezi kupata kusikia. Hausikii vizuri. Ndio iwande. Haleluya. Ni ngumu. Hata Yesu. Amen. Let's go to verse 13. Tutaenda haraka kidogo. They on the rock are they rich. When they hear, they receive the word with joy. And these have no root. Have no what? Roots. Which for a while they believe. And in time of temptations they fall away. Wanapokea neno la Bwana kwa furaha. Ni mutangie, ninatangiwe. Yesu ni mzeo. Haleluya. Nikafadhali kitu ningeiamini nikiwa mdogo. Yesu ni mtamu sana. Haleluya. Alafu anakuja anaambiwa wewe. Watu waliokoka. Kama kweli umeokoka. Anasema bana ni pastor ndio wananiambia. Haleluya. Ni deacons. Mimi nikatie kidogo na usiambie mtu. Nikatie kidogo usiambie mtu. Anaingia katika mambo. Anaanguka mtihani. Haleluya. Kwa Bwana mizizi ya kujishikilia, ataanguka tu. Haleluya. Hilo neno linakosa nafasi. Hilo neno linaanguka, linakosa kufanya kazi. Je, ni Mungu ambaye hakuweza kufanyisha neno kazi ama ni nini? Ni yule aliyesikia. Alisikia namna gani? Bwana atukuzwe. Anafurahia kidogo, anafurahi, alafu kwa kuwa hana mzizi, mtihani ukikuja, anaanguka kwenye mtihani. Let's go to verse 7. Verse 7. Tutaenda kwa haraka watu wa media. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Some fell among the thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. Who will you hang around with? Tunakanga na nani sana? Hadi yako kutoka Monday mpaka Friday mpaka Sunday
unakaa wapi? Unakaa wapi? Watu wale ambao mnaendaka kukula nyama na wao, kukunywa chai na wao, kukula mandazi na wao, ni akina nani? Bwana atukuzwe. Masaa ile mengi ya wakati ambapo hauko church, unakuanga wapi? Hapo ndio itategemea kama utaweza kusimama, hilo neno litasimama ama hilo neno litaenda. Hallelujah. Praise Jesus. Miiba huwa a threat. Ukisema utaondoka, inakudunga. Ukisema utasonga, inakudunga. Bwana atukuzwe. Unasema badala ya kudungwa, waje nikae hapa straight. Hata Yesu alisema kuvumilia, waje nivumilie tu hapa. Maandiko yanasema tokeni katikati yao. Tokeni katikati yao. Haleluya. Sasa huyu ndio ananilipianga nyumba, muiba. Haleluya. Amenisomeshia watoto mpaka hapo university. Sasa wewe kwanza umekuja hapa juzi na mtoto kwa university, unataka niende wapi? Muiba. Utachagua ukae hapo kwa muiba ama ukwende kwa neno. Neno linasema namna gani? Haleluya. Wewe kwanza ulikuja kutuhubiria injili ambayo ni mzito. Haleluya. Njia hiyo ni nyembamba, iendayo uzimani. Njia hiyo ni nyembamba, iendayo uzimani. Haleluya. Tunachangia ujumbe ambao tutasikia. Haleluya. Zikaangua kwenye miiba, na maandiko yanasema kwamba hiyo miiba ikamea pamoja nazo. Tunakuta mtu anasema ya kwamba this is my, anasema kanini? Niko tu hivi. Hii ni tabia yangu. Tabia yake ilimea pamoja na yeye. Aliokoka, niliokoka, badala niachane na tabia zangu na kila kitu, tulienda pamoja. Bwana tukuze. Inakuwa shida. Jina la Bwana lipewe sifa. Mstari wa 14. Verse 14. And they that which fell among the thorns are they which, when they heard the word, got forth and are and when they have heard, got forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life. No. Ni nini hapo? Kuna cares. Nini nyingine? Riches. Nini nyingine? Pleasures. Hallelujah. Of which life? This life. Not life to come. Of this life. And bring no fruit to perfection. Kwa hivyo zinajaribu kidogo, zinatoa tu matunda. Mpaka watu wanasema kwamba na fulani anakuanga na neno. Bwana atukuzwe. Lakini hiyo matunda hatufikii kukomaa, tunaanguka tu. Kama ile mti kama jacaranda. Inajua kutengeneza chini kunakuwa maua vizuri sana ya papo. Hiyo yote maua ya papo ni mazao imepotea. Kwa Yesu. Haleluya. So hapa tunaona ya kwamba mahali ambapo unashinda ni cares zako zinakusukuma hapo. Haleluya. Sasa nikiachana na watu wa familia yetu, wewe unasema tufuatane huyu na huyu Yesu. Nikiwa na mambo yetu, nani watanishughulikia? Si ni watu wa nyumba? Haleluya. So hawaachi sana. Unaambia tukakaeni hapa karibu hapa. So akikaa karibu wanaleta miungu yao. Wakikaa karibu wanaleta tamaa zao. Wakikaa karibu wanaleta maoni yao. Wakikaa karibu wanaleta neno lao ambao sio neno la Mungu. Haleluya. Bwana atukuzwe. But ni cares of this world. Unajua malango. Tukiwa na yeye mambo yangu inakaa sawa. Haleluya. Lakini yangu anakuambia kwamba tupige kona hivi. Kuna mzee fulani, kuna mama fulani atatuambia mipango hii itakaa namna gani. Anaonanga sana.
Ndio tukienda kwake atatuambia kama vile utasoma ama utafika wapi. Na unaona wewe utakuwa mtu mkubwa. Acha tu nikwambie kwa hiyo mama. Unasema kwa kuwa hautaki mwachane na alcohol. Sasa nikikataa, naenda na nilipianga. Na unajua hata mama hana uwezo wa kunilipia, na dada hana uwezo, yeye ananilipia. Lakini amekuwa ananipeleka kule kustahili. Alikuwa ananipeleka ananiambia hata kama hutaingia ningojee tu hapo nje. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwingine anakuambia hii maneno kama vile tulianza tu zamani, hata kama umeokoka ni sawa tu, lakini kuokoka sio lazima tuachane na wewe. Haleluya. Sasa tukiachana na wewe hata ile nyumba nikujengea utatoka. Utatoka. Nienda wapi? Msaada fulani nitapata. Hasa Yesu msaada. Yesu msaada. Ndio naomba kusema nitainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Mungu. Haleluya. Amen. Akikufukuza utaanguka mikononi mwa Mungu. Akikukataa Mungu atakukubali. Tuko na neno la Mungu na Mungu ulitazama neno lake aweze kulitimiza. Aweze kulitimiza. Haleluya. Amen. Praise Jesus. Amen. Unajua kabisa huyo mzee ako na familia nyingine. Na umeokoka sasa, Bwana amekuokoa. Si uamini Mungu akusukume tu huko mbele. Sasa wewe basi unasema tu mimi nasema neno. Mimi ndio aliyetuma neno, sio mimi. Neno mbegu ni neno la nani? La Mungu. Sasa mtakuwa mnatupatia pesa hapo church. Ndio huyu mtu anatupianga pesa. Sasa wewe hakuna kwanza unaitisha sadaka nyingi. Ndio huyo anatupatia. Kiasi. Wengine wanakuja church. Huyo mtu akija church anaanguka mbele za Mungu, analia mbele za Mungu, anavunjika mbele za Mungu, anatoa kila kitu mbele za Mungu. Mungu anaona mtu mzuri, Mungu anafungua baraka, anapewa riches. Baada ya riches, mtamtafuta na tochi kanisani. Hapatikani. Wewe unajua shughuli zimekuwa mingi sana. Nilitoka Lamu juzi. Nilitoka sorry kwa kusema Lamu, ndugu alitoka Lamu, sisi Bwana atukuzwe. Lini umesema tu Bwana atukuzwe. Nimetoka Tanga juzi, tena ninaelekea huko Faransa. Unajua I'm catching my flight in the next 1 hour. Hallelujah. Wewe mwanangu kibarikiwa utamkosa. Mbona wengine hawabarikiwi na kaka? Kwa Mungu akonacha na wewe. Usipotee. Bwana atukuzwe. Man of God, I've got an invitation from London. I'm going next week. So church, hapatikani. Maombi, hapatikani. Ukitaka naye sema kwa unajua wakati tuliokoka tulikuwa tunakesha, ni kesha usiku na leo. Hanga iko na shughuli zake kila siku zimewafanya wanadamu. Haleluya. Angalia unavyosikia. Consider carefully how you listen. Nyote mlienda shule. Kitu cha kwanza mtihani kusoma, unaambiwa read the instruction carefully. Then answer the following question. Ama attempt the following questions. Hallelujah. Ukikosa kusikia hapo juu, hii ingine unaweza kufanya kitu kitakuwa irrelevant. Na hakuna kitu kinafurahisha exam. Mimi nina mark mpaka saa 6 usiku, una mark tu mpaka ukikuta irrelevant. Naka la mbili. Hata wewe. Sasa wakati ambapo hatuja kusoma carefully, tutakuwa hatuna ile mizizi. Hallelujah. Tumesongwa
na kila kitu hapa tunaweza kuanguka. Bwana atukuzwe. Mambo zako precious. Hizo ndio mbaya. Hizo ndio mbaya. Precious. Precious. Hallelujah. Of this life. Kukula maisha. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Na neno linasema, hallelujah, upoteze nafsi yako ndio uipate. Lakini sasa wakati raha inakuja, unasema kwamba hapana, kama hii pastor, please, wacha na mimi. Hata Mungu hawezi kuumba watu wote awachome. Hata niseme hii napita na hii. Please, napita na hii. Bwana atukuzwe. Lakini neno lipo. Mwenye neno ameachilia neno. In everything you need, in everything you do, there is a word. Roho ananena kila wakati. Ananena kila wakati. Hallelujah. But because of the pressure of this world, raha za dunia, mtu anataka kuhudumu, akuwe pasta kama mimi, ahubiri, lakini bado anataka raha za dunia. Wanatukuzwa raha za dunia. Anakaa kama watu wa dunia. Anakula kama watu wa dunia. Wanaweka magari huko kwenye vilabu, nafikiri wameenda tu outing. Anakula nyama na anakunywa pombe na analala huko. Anakosa kwenda nyumbani. Yeshuruni, umenona, umewanda, ukapiga teke. Wewe kusoma maandiko hiyo? Yeshuruni, amenona, amewanda, akapiga teke. Akaondoa. Hii tunasemaga kuokoka kushika sana kwa Bwana kuzu. And that's why we find doctrines zimetokea pale, because people want waweze kutosheleka, bado wako kwa Mungu na ndio katika mambo ya dunia. Natafuta neno ambalo litamsuit akae katika hiyo maeneo, anataka kukaa kwenye maeneo. But remember, the standards of God, they are never compromised. It does not change. People can change, but God will never change. Neno lake litabaki tu vile. Jina la Bwana litukuzwe. Anabaki hivyo akiwa Mungu. Akiwa Mungu. Akiwa Mungu. Unajua nitakupeleka Mauritius. Please wewe kupeleka Mauritius. Kaa tu hapa. Na hudumu na Yesu. Bwana kupeleka Mauritius, upoteze Yesu. Hallelujah. Uangalie sema hii ni kama niko Ulaya. Lakini Yesu ameenda. Yesu ameenda. Ni neno la Mungu. Tunasikia neno la Mungu. Twalishika namna gani? Hata Yesu. Verse 15. Others fell on the good ground. They grew up and bore 100%. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao kusikia neno na kulishika. Ufanya nini? Unyofu wa mioyo yao. Kwa mioyo yao iko ni mzuri kabisa, good, the goodness of the heart, the good heart. Wanashika hilo neno, alafu kulishika hilo neno na kulisikia hilo neno na kulishika. Kwa hivyo ni kusikia na kushika. Bwana atukuzwe. Kisha kuzaa matunda. Kwa nini? Kuvumilia. Hallelujah. They bring forth fruit with patience. They bring forth fruit with patience. Hatoki. Wale wengine wakitoka yeye anakaa tu pale, kazi yake ni ku bring forth fruit. Hallelujah. Jina la Bwana litukuzwe. So hiyo ni ile udongo ambao ulianguka katika mchanga, ulianguka katika mbegu ilianguka katika udongo ambao ni wenye rutuba. Bwana atukuzwe. Hiyo tunaipata verse 8 wakati anapopanda verse 8.
Verse 8 says kwamba other fell on good ground and sprang up and bore fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried, he that hath an ear, let him hear. Hallelujah. Zile zilianguka katika udongo wenye rutuba, zilizaa mara 100. Alafu Yesu akasema namna gani? Hallelujah. Alipaza sauti akisema, mwenye sikio ya kusikia na asikie. Mwenye sikio ya kusikia na asikie. Amen. Hapa mtu asaidiwi na baba, asaidiwi na mama, asaidiwi na mke na mume na babu na mchungaji. Ni mwenye sikio la kusikia. Kuna watu wana masikio lakini hawasikii. Ndio Yesu akasema aliye na sikio. Hiyo yote ambayo alisema hiyo parable. Na alitoa sauti kubwa sana. Alipaza sauti. He cried. Yaani kwa uchungu. Yaani he stressed. Hiyo parable is very important in our lives. Katika maisha yetu, hallelujah, vile tutakavyokaa hapa ndivyo itategemea vile tutakavyomalizia. Ndio verse 18 sasa anamalizia pale, anasema hallelujah, aliye na nyingi ataongezewa, na yule aliye na chache atanyang'anywa, lakini ile alicho nacho kipewe yule mwenye nyingi. So tunaambiwa take heed therefore how you hear. Take heed therefore how you hear. Hata Yesu hapo katikati kuna verse ambapo anazungumza kuhusu taa. Verse 16. Verse 16. Sema kwamba no man when he hath lit a candle covereth it with a vessel, or putteth it under a bed, but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Jina la Bwana lipewe sifa. So mahali mbegu yako imeanguka, unaweza kufikiria ni wewe unaona peke yako na ni wewe unajua peke yako, lakini taa itaashwa, na taa ikiashwa, mbegu yako itajulikana iliangukia wapi. Mbegu yako itaonekana iko wapi. Kwa kuwa hakuna washaye taa na kuificha chini ya kitanda ama kwenye pisha, lakini anaiweka katika candlestick. The purpose of the light ni ya kuwekelewa kwa candlestick. Na wewe purpose, ukitaka neno lako liweze kuwa na mizizi, washa taa. Amen. Na uwekelee taa juu ya candlestick. Ukubali watu wakuone. Kila wakati wanashinda wakisema habari, wacha tukuone. Amen. Wako umewasha tu. Hallelujah. Wale ambao wanavizia gizani hawataweza kukupata kwenye giza. Hallelujah. So the purpose of putting on a candle, hallelujah, one ni kuwekelea juu ya candlestick. Kuwekelea juu ya candlestick. Wokovu wako usifichike. Wokovu wako uonekane. Hallelujah. Na wakati ambapo umewekelea katika candlestick, unaondoa giza, unafukuza giza. Hallelujah. Chochote ambacho kinaweza kuzuia ushike neno la Mungu kinakuwa exposed. Kinakuwa exposed. Hallelujah. Let's read John chapter number 1 and verse 4. John, Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 4 na 5, alafu tusome mstari wa 6 wa 9. John.
John 1:4. In him was life, and the life was the light of men. Ndani ya huyo neno, ukienda pale nasema in the beginning was the word. So when you receive the word, you receive the light. Amen. Receive what? The light. Na hiyo light ikawa light ya kutuangazia. In him was life, and the life was the light of men. We need this life. Bila Yesu tupoteza life zile zingine zote, tupate hii life ya Yesu. Amen. Aweze kutuangazia. Verse 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Hallelujah. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Amen. When we allow the light of Christ to shine in our lives, giza haitaweza hiyo light. Amen. The light will overcome. The light will rule. Amen. Kwa hiyo sitaaibika, kile nimesikia kwa Yesu nitakiweka wazi, watu wote wajue. Sitaogopa watu wanasema namna gani. I'll just let my light shine. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Because in that light there is life. There is life. Amen. Hiyo light tuache ishine. Na ikishine haitawezwa na giza lolote. Hata miiba ikikuja, hata pressures of this life zikikuja, my light will shine. Light ya Joseph will shine. Na aliendelea kushine. May you continue shining. Endelea kushine. Hallelujah. Again, light, wewe unafanya magani? It lights up the house for those who enter. Life yako ni nyumba ambayo imejengwa, a lighthouse, imejengwa juu ya mlima, iangazie watu wote. So lazima watu they enter in your life, and when they enter in your life, wasipate giza, wapate nuru, iwaangazie. Hallelujah. Mama wewe mzao, you are a lighthouse. Mji uliojengwa juu ya mlima. Amen. Hauwezi kufichika. Hallelujah. Ndio maana mbegu za miamba haziwezi kupata nafasi. Ndio maana mbegu za miiba haziwezi kupata nafasi. Amen. Bwana atukuzwe. Mbegu zako zitakuwa kwenye udongo wenye rutuba, na utazaa 100 folds. Hallelujah. Ukubali ujimulike, na ukubali ulimulikwe na watu wengine. Waje wakuambia kwamba njia unazopitia sio nzuri. Waje kusema nani aliyofanya manyapara wa kuangalia watu. Hallelujah. Anakukosoa akuingize katika njia inayostahili. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Pale kwako ambao umeweka kioo usiku wakati kuna giza, ukienda kwenye kile kioo hakitakusaidia. Amen. Bali ukichukua taa uwashe pale, kile kioo kitakusaidia. Hallelujah. Na wewe na mimi, if we want to live a good life, na tuone kule kuna shida zote, ni tuwashe taa na tuwekelee katika candlestick. Amen. Itumulike vizuri. Hallelujah. Ituonyeshe ya kwamba hapa kwa macho kuna ka sponsor nitakatoa. Hallelujah. Hapa kuna katabia ambako akakai vizuri, unakatoa. Bwana atukuzwe. Umewahi kwenda kuongea na mtu, mkao mnaongea na yeye, alafu akafanya vitu hivi? What do you do? Hata unafanya hivi. Hallelujah. Akifanya hivi na wewe unafikia na kuambia wewe. So ni vizuri kutembea na nuru. Nuru kikwambia na unafanya hivyo, unatoa. Hallelujah. Na nuru ni Yesu. Akuangazia. Kama atatuma mtu fulani,
Wacha kuambia huyo mtu nani alimtuma. Nakuja tu afanye namna hii. Kuna katesti tulikuwa tunafanya shule tukifunza wanafunzi, naambia uniangalie vizuri, uniangalie na usiangalie wale pekee, niangalie kabisa. Wote wanakuangalia namna hii. Unaambia taje hiyo, na unafanya taje hiyo, watu wanafanya hivi. Unaweza hapa sio mimi. Niwaambia taje wanafunzi. Kwa hivyo take heed what you hear. Shida ni kwamba tunafanya what we taja hiyo watu wanafanya hivi. Ndio baba anashika msikini. Na wanakuwa wachache sana. Hata kama ningefanya hiyo experiment sasa hapa 60% wangeanguka. Because wanafanya vile wananio. Kile unaangalia sana ndio utakifuata. Kile unaangalia sana ndio utakifuata. Na yule ambaye anataka kusikia, kile anasikiza sana ndio atakachokusikia. Ndio atakachofanya nini? Sikia. Mwanzo kwa mnaona news pale nini, wote wako kwa nyumba, watu wana shughuli zao, lakini unaona news, unakuta ya kwamba wakati ambapo kompyuta tu fulani mtu anakuja kuuliza na wanasema nini, tena yule mtu anasema nini. Sio na wewe ulikuwa tu unaangalia na ufuatilia, hata msikia. Na watu walikuwa wanaangalia. Sasa Roho amezungumza, amesema nini? Utasema na mimi amesema nini? Bwana asifiwe sana. So we should listen. Take in what we hear. Hallelujah. Another purpose of light is to expose hidden things. To expose hidden things. Alafu ile nyingine ni to manifest things which are in secret. So, conclusion. Take care how you hear whatever has been said to you. Take care of whatever you have heard. Hallelujah. Knowing this, whoever has shall be given more. Hallelujah. Neno la Mungu kwako ni kiasi gani? Wewe ulina neno la Mungu kwa wingi utapewa zaidi. Wewe ulina neno la Mungu kwa wingi utapewa zaidi. Na wewe ambao hauna neno la Mungu kwa wingi, hata lile ndogo hilo nalo litabebwa. Na sio Mungu atabeba hilo la barabarani. Bila kubeba kwa barabara. Bwana tukuzwe. Ndio nakuta watu wanaulizwa na Paul, nyinyi wa Galatia hao mmelogwa na nani? Mlianzia kwa roho. Mlianza kwa roho. Kisha sasa wanamaliza kwa mwili. Kwa mwili ni walinyang'anywa. Walinyang'anywa. Ndio sikia kama mtu ameokoka na amekuwa mzuri na ameendelea vizuri, lakini msikie Mungu ambao amefanya uso. Hata huyo hakuwa na nafasi ya kuongeza. So kila alichokuwa nacho alinyang'anywa. Sasa mhubirie mwenzako, mwambie the conclusion of the matter. Shika vema ulicho nacho. Mtu yeyote asije kukunyang'anya. Na ukiongeza, uendelee kuongeza. Uendelee kuongeza. Uendelee kuongeza neno la Mungu. Hii wiki lunch ilikuwa tuwe na utajiri wa neno. Tuwe na utajiri wa neno. Tumeona utajiri wa dunia hii inafanya watu wapoteze neno. Lakini uko na utajiri wa neno, haleluya, hata utajiri wa dunia hii ukija, hautakuondoa kwa na msingi. Uko na nini? Uko na msingi. Hata ukibarikiwa, uko na msingi, hautatolewa pale. Amen. Utasimama imara. Na mimi ninaomba tuwe na huo msingi ulio imara. Amen. Ninamshukuru kwa mbele za Bwana. Kamwambia Roho Mtakatifu nisaidie nikusikie. Bila ninavyoambia kanisa. Nisaidie. Nisaidie nikusikie. Help me to hear you. Kwa kuwa anasema, anaongea. So consider how you hear. Consider carefully how you listen. How you listen. Kuna watu wanashikanga nusu. Anaasimu kwa kile anajua. Anaenda anafanya vibaya. Anakosea.
because hakusikiliza neno la Mungu. May the Lord give us an ear to hear. Yesu akasema, aliye na sikio la kusikia na asikie. Aliye na sikio la kusikia na asikie. Si Bwana akupatie sikio la kusikia, tukasikie neno, tukafuatilie neno katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe ambao unatazama katika Facebook, YouTube, ambie Bwana akupatie sikio la kusikia. Kwa wale ambao wana sikio la kusikia, ndio watajenga nyumba zao juu ya mwamba. Gharika ikija na maji, ile nyumba itasimama, haitaanguka. Lakini ambaye hakusikia neno la Bwana, hakulishika, alilisikia na hakushika, anajenga juu ya mchanga. Gharika na maji ikija, ile nyumba inagongwa na mwanguko wake unakuwa mkubwa sana. I pray that you will make it to the end. I pray that you may make it to the end. And the end ni kuzaa mazao patiently mara 100. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Nataka niombe na watu ambao huwa wanasoma hata Biblia, unakuta kwamba after just some seconds, after some minutes, you have forgotten pale juu ulisoma nini. So that God will give you understanding. Habari hiyo ya kusahau iweze kuondolewa. Kwa kuwa ni adui hataki ushike neno. Tukahubiriwa katika service, ukifika nyumbani haukumbuki hata ilikuwa neno lilikuwa kwenye kitabu kipi, unless you refer to the notes. Ilienda. May God give you that ear to hear. Sio kama Biblia yako ndio inaweka maneno. Mungu akupe uwezo, akupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Hali ya kusahau iondoke katika jina safi la Kristo Yesu. Sio kama Biblia yako ndio katika jina la Yesu Kristo. You can't even remember the scripture you read. Ilikuwa gani? Ukumbuki ilikuwa inasema nini? Just read. Mwambie Bwana nisaidie. Wewe na wewe pia kwa ajili ya worries, unakuta umejichanganya na watu ambao hawajaokoka. Unakuta unajichanganya na watu ambao hawamwamini Mungu. Unakuta kwamba kuna mambo ambayo yanakusonga. Simama tuombe pamoja na wewe. Bwana kuondoe katika those worries and cares of this world. Bwana aweze kukushujai na aweze kutushughulikia. Simama tuombe. In the name of Jesus Christ. Just rise up on your feet. Pray together. Tutoke katika watu wanaotusonga, wanaotudunga katika jina safi la Kristo Yesu. Thank you Jesus. Tutoke kwao. Shalomness, hata maombi inakuwa ngumu, kusoma neno inakuwa ngumu. Ni miamba iko kule chini. Inuka tuombe pamoja na wewe. Ndio uweze kushika neno, kusoma neno, unalielewa, haunyauki. Inuka kwa miguu tuombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. That category nao wasinuke tuombe pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Thank you Jesus. Mungu wetu Bwana mikono. Pata kuchiombea kwa dakika 2 na nitakuombea. Katika jina la Yesu Kristo. Tell the Lord what you want. Tell the Lord. Unataka kufanya nini? Kutenda vipi? Kubadilisha vipi? Hallelujah. Thank you Jesus for your life. Thank you for your voice that cheer. Let this be heard in our ears, Lord. Tukapate kusikia. Tukapende neno. Tukapende kukusikia. Tukapende kukufuata. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo siku ya leo umenena nasi ili uweze kututayarisha na kutuandaa tuwe vyombo ambavyo vinaweza kutumiwa na wewe. Tuwe vyombo ambavyo vitazaa mara 100. Tuwe vyombo ambavyo vitakuwa na utajiri wa neno lako, mfalme wa falme. Ninaomba Mwenyezi Mungu, wale ambao tuko katika mioyo iliyokaa kama barabarani, Mungu njoo utuondolee hali ya ugumu.
Tuondolee Bwana hali ya kukanyagiwa neno na hali ambazo tuko ndani yake, na watu ambao tunashinda na wao katika jina la Yesu Kristo, na maisha ambayo tunayashinda yanakanyagia neno, tunalisahau, tunakuwa hata tulielewi limeenda na ndege. Bwana tusaidie katika jina la Yesu Kristo. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, quicken our bodies, quicken our spirits in the name of Jesus Christ. Oh, tuwe na sikio la kusikia. Tuwe na sikio la kusikia. In the mighty name of Jesus. Mariamu yote aliyoyasikia, maandiko yanasema ya kwamba akayaweka kwenye moyo wake. Naomba Bwana, yote tutakayosikia tukayaweke kwenye mioyo yetu. Tukayaweke kwenye mioyo yetu. Utakayotueleza tukayaweke kwenye mioyo yetu. Katika jina safi la Kristo Yesu. Kwa kuwa unanena na makanisa Roho Mtakatifu. Unanena na kanisa Roho Mtakatifu. Kama vile unasema aliye na sikio na sikie vile Roho anavyoambia makanisa. Oh, utunenee hapo Bwana tusikie. Tutenge na mahangaiko na shughuli za dunia hii na raha za dunia hii na utajiri wa dunia hii. Heri walio masikini wa roho, kwa ufalme wa Mungu ni wao. Tunataka kuwa na umasikini wa moyo. Ututajirishe na utajiri wa mbinguni, ili utajiri wa dunia unapokuja hautatuondosha, hautatupeleka mbali na wewe, kwa kuwa neno lako ni lingi na wingi ndani yetu, that will be rich in your word. Tuwe na utajiri mwingi wa neno lako. Asante Mwenyezi Mungu. Asante Mwenyezi Mungu. Maana ambapo Bwana tumekuwa katika shallowness, tuondoe katika ugumu wa mioyo. Tubadilishie utupe mioyo ya nyama. Ondoa uzito, ondoa ugumu katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Because from today you have translated us. You have changed us. That we may conform to the image and the likeness of you, Jesus Christ. Pokea sifa na shukrani kwa kwanza. Ni asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa fadhili zako. Wewe ni Mungu na hakuna Mungu aliye kama wewe. Ninakuheshimu sana. Ninakutukuza sana. Utukufu na heshima ni zako Bwana. Ninaomba kila mmoja aliyesikia neno hili nikaweze kuingia katika udongo wenye rutuba. Neno la siku ya leo, tarehe hii ya leo, nikaingie kwenye udongo wenye rutuba, nikazae mara 100. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nuru yako Baba ikatuangazie. Taa yako Baba ikaangaze. Kwa kuwa wewe ndiwe uzima, nasi tukuaminiwe tunao uzima. Asante Mwenyezi Mungu. Because light shineth in darkness. Na giza haikuliweza. Asante Bwana, hakuna wakati giza itatuweza. Hakuna wakati giza itatuweza. Hakuna wakati giza itatuweza. Nuru yako itaangaza popote tuendapo. Na tutapata life, and this life shall continue. In the name of Jesus Christ, we pray and also believe. Amen. Amen. Bwana wazima wabariki. Wakati ng'ombe na punda wanapokula nyasi pamoja, masaa ya adhuhuri, punda huwa ninamwonea ng'ombe wivu. Nikiona akitafuna tena, ninashindwa sasa tulikula pamoja. Nini tena wewe jamaa anatafuna? Please ndio katafuna. Tusikae kama punda. Ukikula leo mpaka Sunday, tena ukule ingine. Hapana, unakaa chini. Anza kucheua. Hallelujah. Natoa kwenye pande moja inakuja pande nyingine.
Hallelujah. Hiyo ninaitaka meditate upon this word. Day and night. Amen. Mimi sikusoma hii chapter yote, ndio usome chapter yote. Nimeenda nikimkaruka. Ndio usome yote. Ninaitwa kuchemua. Naambia roho nijulishe zaidi. Hallelujah. Get the context. Aliwazungumzia kina nani? Aliwaambia nini? And what does it apply to me today? Hallelujah. Nifanyeje siku ya leo? Nitakuwa wale ambao watanyang'anywa ama nitakuwa wale watakaopewa? Niongezewe. Sema nitaongezewa. Amen. Baba, bila shida kuomba, na kama kuna mtu mwenye hitaji, kama kuna mtu mgonjwa, nitaomba na nyinyi ambao natapata